Haleluya. Inawezekana ukadhani ukifunga juu ya jambo fulani siku 30 unaweza ukalipata kirahisi kwa sababu umefunga, lakini kumbe jambo la kwanza ambalo Mungu anatamani ni mahusiano yako wewe mazuri na yeye, na hicho ndicho kilichomtoa Yesu mbinguni aje duniani ili mwanadamu arudishe uhusiano uliopotea. Bwana sifiwe. Yesu hakuja ili tupate majumba, magari, na hakuja tu ili tuishi maisha ya fahari duniani. Alijua kwamba uhusiano wake yeye na mwanadamu ukiwa umeharibika, manake tupo mbali na baraka. Ina maana uhusiano ukirejea, manake baraka zimetukaribia. Na ndio maana Mungu anaenda siku ile katika bustani ya Eden, wakati mahali alimweka Adamu, anaenda anafika pale, anamwangalia Adamu, anakuta Adamu pale amemweka hayupo. Wakati wa jua kupunga, Biblia inasema ilikuwa majira kama haya Mungu alikuwa anatembelea katika bustani ya Eden, ilikuwa ni kawaida yake. Haleluya. Hakuna mtu atakutembelea kama hakuna mahusiano mazuri. Manake Mungu anatembelea watu ambao wako na mahusiano, na anapokuja kukutembelea lazima akute yale mahusiano yako na yeye yako vile vile. Haleluya. Nachoongea naeleweka? Akafika mahali pale, si kwamba alikuwa haoni Adamu yuko wapi, kwa sababu Mungu anaona. Kitendo cha kumuuliza Adamu uko wapi, maana yake umetoka kwenye kusudi ambalo nilikuweka, sasa umeenda umefanya tofauti, upo kinyume na tulivyokubaliana, maana yake haupo kwenye position yako. Lazima aulize uko wapi. Naweza ukajiuliza kwamba Mungu alikuwa amuone Adamu, kwamba kuna mara Adamu anajitetea anasema nimejificha kwa sababu nilijiona niko uchi. Akamwambia aliyekwambia uko uchi ni nani? Haleluya. Au umeshafanya kile ambacho nilikukataza? Haleluya. Kwa hitimisi, mtu anapotoka kwenye neno la Mungu, kwenye sauti ya Mungu, mahusiano yake na Mungu yanaharibika, na yanapoharibika huyu mtu anatoka na kuwa mbali. Sasa manake kama akiwa mbali huyu mtu, baraka zake ziko mbali. Itimisi, ukitaka kitu kwa Mungu lazima utafute yale mahusiano yako na Mungu ili kusudi kila kitu kiwe rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo manake mahusiano yako na Mungu ni ufunguo. Watu leo wanatafuta kuwa na mahusiano, inawezekana na dini na watu, haleluya, lakini si bidii wanaoitumia katika kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Itimisi kwamba lugha nyepesi ni kwamba Mungu akiwa karibu na wewe, manake uko karibu na chochote unachokitaka. Siji kama naeleweka. Mungu akiwa mbali, manake uko mbali na kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo manake tukitaka kufika mahali, lazima mimi na wewe kama kanisa, ombi langu na la kwako liwe, Mungu naomba nitembee na wewe, niwe na mahusiano mazuri na wewe. Na ndio maana Musa akasema ya kwamba siwezi kwenda mahali hapa nisipoenda na wewe, nisipoenda uso wako usipoenda pamoja na mimi, hatutatoka hapa, kwa sababu kuna mahali tutakwama. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 na ule mstari wa kwanza. Kama kuna msomaji wa Biblia alisomea kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza, mstari wa kwanza, wa pili mpaka wa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahusiano yangu ama yako na Mungu, haleluya, mahusiano yako na Mungu, mahusiano yako na Mungu ndiyo yatakayofanya katika madhabahu haya umuone yule Mungu uliye na mahusiano naye. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ndio maana kwa nini tunakuja hapa? Tunakuja ili tuendelee kumjua Mungu nini anataka kwenye maisha yetu, ili kusudi tutembee kwenye kile Mungu anataka, ili baraka zake tuzipate kirahisi.